Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Ya tunamshangilia Bwana tena kwa ajili ya wakati huu. Siku ya leo ninatamani nishare na wewe baraka huu wa pekee sana. Na ninakuja kwako na somo lisemalo thamani ya imani, uvumilivu katika kupokea ahadi za Bwana. Thamani ya imani, bidii na uvumilivu. Vitu vitatu ndio utajifunza leo. Vitu vitatu. Imani, bidii, uvumilivu. Imani, bidii, uvumilivu. Vitu vitatu hivyo ni vya muhimu sana katika kungojea na kupokea ahadi za Bwana. Tuombe kwanza kabla sijasoma neno. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo, na kusina kuomba tunapoenda kusoma neno lako kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amina. Ya ukisoma katika kitabu cha Waebrania 6 mstari ule wa 11 hadi wa 15, kuna hivyo vitu vitatu ambavyo ni mfano mzuri kabisa ambayo una uwezo wa kutumia na mambo yakaenda. Mafungu mengi yameongelea habari ya uvumilivu, mafungu mengi yameongelea habari ya imani, mafungu mengi yameongelea habari ya bidii. Lakini mimi leo nakuja na ile fungu moja, na nikichukulia mifano ya watu ambao wameongelewa katika ile fungu. Ile fungu ameongelewa Ibrahimu, lakini huwezi ukamuongelea Ibrahimu bila kuongelea uzao wake, yani Israeli na wana wa Israeli. Na pale nitamchukua Musa leo, tutaona namna ambavyo hivi vitu vitatu wao walivichukulia serious na ikawezekana kupokea ahadi za Bwana. Katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 6 mstari wa 11 hadi wa 15 kuna maneno haya: nasi tunataka sana kila mmoja wenu adhihirishe bidii. Kitu cha kwanza, nasi tunataka sana kila mmoja wenu adhihirishe bidii ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu bali mkawe wafuasi wa hao wadhirithio ahadi kwa imani. Kitu cha pili, wadhirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Kitu cha tatu, anasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi akasema, hakika yangu kukubariki nitakubariki, na kukuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipokea ile ahadi. Kuna vitu vitatu hivi ni vya msingi sana, na leo ukivifahamu itakuwa ni faida kubwa sana katika maisha haya ya hapa duniani, na hatimaye hata maisha ya kiroho yale yanayokuandaa kwa uzima wa milele. Bidii, imani, ahadi. Haya mafungu yanamtaja mtu mmoja anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu ni baba wa imani. Huyu alitokewa na malaika akiwa bado ana miaka kama 75. Na ndipo akaambiwa atapokea mtoto. Na huyu mtoto atakuwa ni baraka, na uzao wake utakuwa ni baraka. Tena ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 12
mstari wa kwanza na wa pili na kuendelea kidogo hapo, anaambiwa kwamba uzao wake utakuwa ni baraka. Tena atawabariki wale watakao ubariki na atawalaani wale watakao ulaani. Yani anaambiwa atakuwa the super power nation. Atakuwa ni taifa takatifu, taifa kubwa lenye nguvu hapa duniani. Ameambiwa akiwa na miaka 75. Lakini alikuja kupata uzao akiwa na miaka 100. Ndio akapata sasa yule anayeitwa Isaka. Una uwezo wa kuona namna ambavyo alivumilia. Alivumilia. Uvumilivu na bidii ni vitu pacha, vinaendana sana. Na hivyo ndio vinavyotengeneza kitu kinachoitwa imani. Hakuna imani pasipo uvumilivu. Hakuna imani pasipo bidii. Imani yoyote ile lazima iwe na bidii na iwe na uvumilivu. Na ndipo sasa utagundua imani yenye bidii na yenye uvumilivu haina kusita-sita wala kuteteleka. Mtu mwenye bidii katika kuomba, mtu mwenye bidii katika kulisoma neno la Mungu, mtu mwenye bidii katika kufunga na kuomba, mtu mwenye bidii katika kuhudhuria katika ibada mbalimbali nyumbani na hata kanisani, mtu mwenye bidii katika kujishughulisha kufuata maagizo ya Mungu, amri za Mungu pamoja na maagizo mengine yote. Mfano amri ya 4 inasema fanya kazi siku 6. Mtu mwenye bidii kwa kufanya kazi. Mtu mwenye bidii kwa kumpelekea Mungu kilicho cha kwake, zaka na dhabihu, yani sadaka. Mtu mwenye bidii ya kushuhudia na kutangaza neno la Mungu kama alivyosema katika kitabu cha Mathayo 28 ya kwamba nendeni mkatangaze injili. Anashare na watu neno la Mungu. Mtu mwenye bidii ya kuweza kuwa wakili mwaminifu hapa duniani katika kila nyanja, hata kwa muonekano, hata kwa namna ambavyo anavyoongea na namna ambavyo anavyotembea, namna ambavyo dunia itakavyomtazama, inakuwa ni ubiri tosha kwa wakili ambao atakao kuwa ameufanya hapa duniani. Namna atakavyotunza mazingira kwa bidii zote. Yani atalifuata neno la Mungu kwa bidii. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ili neno bidii limetajwa sana. Na Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 14 anaongelea habari ya baraka na ahadi za Bwana. Ahadi za Bwana, anasema kama ukisikiza sauti ya Bwana kwa bidii, anaongelea neno bidii. Yani ukichukua bidii ya kusikia neno la Mungu, ndipo anasema utafanikiwa mashambani, utafanikiwa pia hata na mijini. Yani vijijini na mjini, kila sehemu ukienda utafanikiwa. Anasema hautakopa, utakopesha. Yani wewe hautakuwa mtumwa wa madeni tena, bali watu ndio watakuja kwako na wewe utawakopa na wengine utawapatia tu kama mbaraka. Yani wewe utageuka kuwa baraka kwa wengine. Anasema kama ukisikia sauti ya Mungu kweli kweli na kufuata yote ninayokuagiza leo, ndipo utabarikiwa uingiapo na utokapo katika nyumba yako. Anasema litabarikiwa kapu lako, chakula chako unapo, sehemu ya gala unapowekea chakula itabarikiwa, hautalala njaa. Kwa hiyo anaongelea habari ya bidii. Sasa huyu Ibrahimu yeye alionyesha bidii. Aliendelea kumtumainia Mungu hata pale ambapo alipokuwa akikosea, anamuomba Mungu anamsamehe, na anaendelea kung'ang'ania imani katika Mungu. Na bado akaendelea kuvumilia. Pindi fulani alijikwaa kidogo, akataka apate mtoto kwa njia ambazo si za Mungu. Ibrahimu akaja akatubu, akamuomba Mungu, Mungu akamsamehe. Ibrahimu akaendelea kufuata maagizo ya Mungu. Na ndio maana hapa anatajwa Ibrahimu akawa ni mtu wa kuvumilia mpaka alipokuja kuipokea ahadi. Wenda nitolee mfano pia Musa. Musa alivumilia sana. Unajua Musa toka akiwa mdogo kabisa, mama yake alimwambia kwamba wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaoiokoa hii nchi. Maana tumesoma pia baba yetu Ibrahimu alituambia, alionyeshwa na Mungu ya kwamba sawa uzao huu utakaa miaka 400 huku, na kweli miaka 400 inaelekea kuisha. Na sasa mimi nakuombea wewe uwe nabii ambaye utakayeshiriki kuwaondoa watu hawa hapa.
Na Musa kipindi ananyonyeshwa alikuwa anaambiwa kabisa, wewe ni Mwebrania, wewe utakuja kutuokoa. Lakini toka akiwa kadogo mpaka miaka 40 yuko pale ikulu, ikafikia tu akatoka hapo, anataka sasa kwenda kupambana kuokoa taifa, lakini Mungu bado anamwambia, bado sijaiona imani ninayotaka kwako. Kwa hiyo Musa anakimbia, anaenda huko Midian, anaenda kuchunga kondoo. Mungu anatengeneza imani ya Musa ndani ya miaka 40. Miaka 40 Musa anakomaa kuchunga kondoo za Yethro huko Midian. Amekimbia Misri kwa kuogopa kuuawa, maana tayari alitaka kuokoa kimwili. Mambo haya ya Mungu ni ya kiroho na ni ya Mungu peke yake. Mungu ndio anaongoza. Lakini yeye akataka aokoe kwa namna yake anavyojua yeye, kwa sababu amejifunza pia mambo ya jeshi. Lakini alienda, wewe angalia, Mungu anampitisha katika shule ya uvumilivu kwa miaka 40. Yeye aliyekuwa anaishi ikulu anaenda kuishi polini huko Midian akichunga makondoo tu, tena kwa mtu tu ambaye ni mtu baki. Miaka 40 anavumilia, anaendelea kuwa na bidii na tumaini la ahadi yake ya kwamba ipo siku, anavumilia, anasema ipo siku nitaenda kuwatoa taifa langu utumwani. Ni mara ngapi umevumilia? Inawezekana umeomba maombi kwa muda mrefu sana, lakini unaona kana kwamba muda unazidi kwenda. Ibrahimu aliomba zaidi ya miaka 25 ndio akapata mtoto. Musa alikaa miaka 40 ndipo sasa akafuzu kuwa na imani ile ambayo inamfaa kwenda kuwatoa watu kule Misri. Na ngoja mimi nikwambie, sometime kila mtu anapokea kutokana na uwezo wa imani yake. Kuna mambo fulani una uwezo wa kutendewa leo, kumbe imani yako haiendani na hayo mambo. Mimi na mfano wa kaka yangu. Kuna kaka yangu mmoja ni rafiki yangu na ni kaka yangu pia. Yeye alikuwa anaomba sana juu ya mambo ya pesa. Kumbe imani yake bado haijaendana na kiwango cha pesa anachokitaka. Na sasa nilikuja kugundua baada tu ya siku moja, Mungu amempatia akili. Alikuwa ni mlinzi tu na analinda kwenye eneo ambalo lina mastationali na nini. Mungu akampatia akili ya kujifunza yale mitambo ya mastationali hayo na nini, akafahamu. Baada ya kufahamu, na yeye sasa akaamua kwenda kuanzisha sehemu yake. Alikuwa na mke, akamshawishi mke, wakakopa sehemu pesa, wakaenda wakaanzisha. Walipoanzisha, Mungu akambariki. Siku moja akapata tenda, akapata hela nyingi. Nadhani ilikuwa ni zaidi ya milioni 80. Kumbe Bwana, kiwango cha imani yake ilikuwa bado hakijakoma. Siku alipopata milioni 80, alimwacha mke wake aliyetafuta naye maisha. Akaenda akatafuta mke mwingine sehemu nyingine. Mke ambaye alimuona yeye ndio mzuri, mke wa utajiri wake. Kumbe yule mke alikuwa ni mchawi kabisa, Concord. Tena alimchukua baani, na unajua alipopata tu hizo pesa akakimbilia kuweka heshima ba. Kiwango cha imani. Na kwa Mungu hakunaga shortcut way. Wengi tunapenda tupate mafanikio kwa ghafla, alafu saa nyingine kumbe imani zetu haziendani hata na yale tunayoyataka. Mwingine anataka leo aombe tu hapo kufumba na kufumbua awe amepona. Kimuujiza tu, yani haraka tu. Sawa, kama imani yako inaruhusu, ina uwezo wa kutokea. Lakini kama hairuhusu, ikitokea ina uwezo wa kukupelekea wewe ukawa na kiburi cha uzima. Una uwezo wa kusema, Bwana, mimi sina shida, hata mavidonge sitaki kunywa. Wanaokunywa ni hao wasio na imani, wajinga hao. Mimi nikiomba tu kidogo Mungu ananisikia, muujiza unatokea. Na siku moja una uwezo wa kuugua, kumbe Mungu amepanga unywe vidonge ndio upone. Wewe unaanza kusema kwamba mimi. Yaani sasa unatafuta namna ya kujikweza, namna ya kiburi cha uzima.
Baada ya kumtukuza Mungu unatukuza imani yako. Hapo unakuwa hujakomaa kiimani. Ukidharau wengine na ukajiona wewe uko matawi ya juu katika mambo ya kiroho, hapo hujakomaa kiimani. Na ndio maana sasa inahitajika bidii katika kujifunza neno la Mungu ili imani yako ikomae. Mungu akiona kile unachokiomba kwa sasa akiendani na imani yako, anakupitisha katika chuo cha kuendeleza bidii na kuwa mvumilivu. Yeye ahadi zake ni ndio na amini na kweli. Na anasubiri tu imani yako ikikomaa, isiyo ya kusita sita, akupatie ahadi unayoitaka. Kusoma katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10, mstari wa 38 na 39 kuna maneno haya yanasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa na nafsi zetu. Mungu hataki imani ya kusitasita. Kuna wengine tunaomba kwa kusitasita. Unaomba alafu baada ya hapo unaanza kufikiri kweli Mungu atanipa au hatanipa. Mungu anataka imani yako ikomae. Ikisha komaa basi hautasitasita kamwe. Na Mungu anatamani usiwe miongoni mwa hao wanao sita. Kuna siri kubwa katika kupokea ahadi za Mungu, katika kuvumilia na kuongeza bidii na kuweka imani thabiti. Hivyo vitu vitatu siku ya leo ukivifahamu, ahadi za Mungu zitakufikia. Maana utaonekana umefika viwango vile ambavyo vinahitajika. Napohitaji kuomba, nikutie moyo ya kwamba zidisha bidii katika mambo ya kiroho. Zidisha bidii katika maagizo yote ambayo Bwana ameyaelekeza. Kuna vitu vingine hautavipata mpaka uwe umefanya ibada ya dhati ya kwenda siku ya Sabato na kuomba. Maana ni maagizo ambayo yako kwenye Biblia. Ya kwamba siku ya Sabato ni siku ya baraka na ni siku ya kutakaswa. Ni siku ya ibada. Lakini bado ukienda usiende mikono mitupu. Kuna zaka na sadaka. Chukua kwa kadiri ya Mungu alivyokubariki, peleka kwa Bwana. Kuna mambo mengine hautayapata ni mpaka umetoa sadaka kwa Bwana, umetoa zaka kwa Bwana. Kuna mambo mengine hautafanikiwa ni mpaka uonyeshe pia bidii katika kushuhudia neno la Mungu. Unaenda kwa mwenzako unampatia kitabu cha neno la Mungu. Unamzawadia Biblia. Unashare na yeye neno. Yaani kuna vitu ukijifunza kwenye Biblia utagundua kuna katika kila ahadi kuna maelekezo yake. Nadhani kuna somo nitalifundisha hapa Power Online TV, na litakuwa katika hiyo hali ya kwamba katika kila ahadi ya Mungu kuna maelekezo yake. Kuna maelekezo yake. Yaani kuna condition ya kwamba ukifanya hivi nitafanya hivi, ukifanya hivi nitafanya hivi. Kwa hiyo sio yote tunayapata tu kwa kukaa na kuomba. Mengine tunayapata kwa kuchukua hatua na kufanya kile Mungu alichokisema katika Biblia. Ahadi nyingine utazipata baada ya kusamehe wenzako na kutoa kinyongo. Maana usiposamehe saa nyingine hata Mungu hawezi akasikia na kutenda kile unachokitaka. Ahadi nyingine utazipata baada ya wewe kuacha dhambi fulani ambazo unazingangania katika maisha yako. Kwa hiyo kuwa na bidii ya kuyafahamu haya. Kuwa na uvumilivu katika kila nyakati unazozipitia, maana wakati wa Bwana huwa unafika na Mungu anatenda. Lakini pia weka imani thabiti kwa Mungu isiyotetereka. Usije ukaanza kusema wenda nijaribu kwa wataalamu, kwa waganga, wenda nijaribu kwa namna fulani ya kibinadamu. Utakata tamaa na utashindwa kutoboa. Na ahadi ya Mungu hautaipata kama ukienda kufanya hayo mengine. Mungu akubariki unapochukua hatua katika jina la Yesu. Amina. Nikuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, limediwe jina lako kwa mtumishi wako huyu na mtoto wako ambaye ametufuatilia siku ya leo. Nikusina kuomba mpatie imani, mpatie uvumilivu, mpatie bidii. Ambavyo hivyo vitu vitatu vikiwepo ndani yake,
hakika ataona ahadi zako ni ndio na kweli, na atazipokea na kuzilisi. Hata ile ya uzima wa milele ataipata. Ebu Yesu, fanya hivyo kwa utukufu wa jina lako, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, watu wako wakaendelee kwa wavumilivu, maana anayevumilia hata mwisho ndiye anayeokoka. Watu wako wakaendelee kuwa na bidii ya kusikia neno lako na kuchukua hatua. Watu wako wakaendelee kusikia neno lako na kuweka imani thabiti. Kwani naomba nikiwa na imani katika jina la Yesu. Amina.